Yo, let me say hi kwa watu wote ambao mnazidi kufuatilia Samy-well TV kama kawaida. Ni Pendrick kwenye mic nzima ya Samy-well TV. Ngoja kwambie bado hujasubscribe, weka subscribe kwenye channel nzima afu uweze kujipatia uhondo na vipindi vizuri sana kupitia Samy-well TV. Au vipi? Niko pamoja na mmoja katika makomedian ambao tunakubali hapa nchini kwetu Burundi, anaitwa Yasoni. Yasoni official. Pita kwenye Yasoni comedian, Yasoni official. Vipi mzee wabena kwaje? Ya poa sana mtu wangu kabisa, niko vizuri, nimekaza. Afu unajua mnanifanyia surprise mtu wangu, niko kwenye shooting hapa Nimeona kama kwenye mambo ya shoot pale, yani kama unajiweka sawa. Vipi inakuwaje mambo mengine? Nashukuru sana kwa sababu afya yangu iko salama. Japokuwa siko poa kwenye mfuko, alhamdulillah. Nashukuru Mungu. Usijali, mimi nitakutoka hapa nimekucholea hapo. Kweli. Mashallah. Naje tuanze, nimeshakupa. Itakuwa vizuri. Nitashukuru sana kabisa. Benjik. Nitashukuru. Au inakuwaje? Safi tu. Kama kawaida watu ambao mnafuatilia Samy-well TV pamoja na mnyama wangu ambaye anamkubali kwenye komedia hapa Burundi. Jamaa amefanya vizuri sana kupitia sehemu mbalimbali, kupitia matimu mbalimbali. Jamaa ni kongwe katika watu ambao waliweza kuianza komedia hapa Burundi. Vipi mzee baba? Kwa watu ambao wanakufuatilia kwa sasa, wanakutafuta sehemu mbali, wakuoni, wanakukuta na kwenye sehemu nyingine, labda wakumbushe watakukuta sehemu gani? Kikweli kunikuta labda kunisalimia aidha kukuta kwenye kikazi. Kikazi, nadhani mtu anaweza kuchukua namba yangu ya simu, baada ya kuchukua namba yangu ya simu anatafuta, baada ya kunitafuta nampa address kwenye nipo, afu nakuja tunaongea kama ni masuala ya kazi, ni poa tu, kama ni vitu vingine vya nani, ni poa tu kabisa. Kuna baadhi ya watu wengine wanaanza kutafuta kupitia kwenye runinga nyingine TV, lakini right now bado hawajakusoma kwenye runinga, labda uwapatie lamana kwa sasa wanaukuta kwenye TV gani? So kama kawaida yangu mimi huwa nafanya kazi kwa account yangu mimi, channel ya YouTube ya Yasoni official. Yasoni official ndo napofanya kazi zangu mimi za comedy, yani kwa sababu nafanya mambo mazuri. Wewe haujui zito here. Kuna kitu kingine ambacho tungependa kujua kati yako, ukaribu wako wewe na ndugu yako. Kwa sasa tumekuja kwenye shoot, tulikuta yeye hayupo. Inakuwaje? Ni kwa sababu ni Yasoni official ambao wanaifanya kwa sasa, au labda kuna nyingine ratiba kati yake? Kikweli hapa mliponikuta nafanya ni channel nyingine inaitwa Irondo TV. Nayo ndo huwa nafanya kazi kwa seri moja inaitwa Bajaji seri. Yani bajaji ambayo huwa inapiga hiti sana hapa Burundi. Watu wengi wanafuatilia sana kabisa kwa sababu ni nzuri sana, ina historia nzuri. Nadhani ukicheki kabisa utaifurahia na utajisikia kama unapata amani kwenye mamioyo yenu, yani kama kawaida isi. Pia tungependa kujua ukaribu kati yako wewe na ndugu yako. Kwa nini hamko pamoja? Unajua siku zote sio lazima sio lazima tuwe siku zote yani vitu vyetu tuwe naye. Sio lazima kwa sababu ni vingi tuko naye, ni vingi kabisa, lakini ni vidogo venye siko naye, unaona? Hii series soon itakuwepo, atakuja hii Bajaji series, lakini unaona bora kwanza uanze na mimi. Baada na mimi tutafuata na yeye na wengine, kwa sababu ni series ambayo itaendelea. Na ni nzuri kabisa, watu wanaipenda kwa sababu hata mimi najituma kwa kuicheza kabisa. Labda kupitia uandishi wa hiyo series Bajaji, vipi? Mwandishi ni nani? Umeagizwa ucheze ama mwenyewe ndo unaandika story nzima? Kikweli mimi nimeagizwa nicheze, ni kama vile yani kama kusaidia, yani tunasaidiana yani. So lakini naweza nikasema labda yani ni series ambayo inaweza kaniletea manufaa huko mbele. Inaweza kaniletea vitu vizuri kutokana na ninavyofanya kazi. Kwa sababu najituma kabisa, tena sana zaidi ya sana yani. Toka kupitia TV ambao umeianzia kazi hadi kwa sasa, mabadiliko yako wapi? Manufaa yako wapi? Na vipi tuseme labda kwa umepoteza wapi? So kikweli miaka ambayo nilifanya niko timu yangu ambayo inafahamika Irondo TV, nasema labda nimepoteza muda mrefu sana. Lakini nashukuru kwa sababu imenisaidia vitu vingi, imenisaidia kujulikana, imenisaidia kupata hisia ya comedy, imenitoa kabisa, na kusema nitoe nimejituma kwanza. Kwa sababu kama singejituma sasa ni kama ningefika kwenye niko hapa. Nimejituma kwanza, bila kujituma ndo kanitoa. Yani mimi kwanza mimi nimeweza kuitoa. Baada ya kuitoa na hiyo kanitoa. Tumesaidiana yani. Of course yani. So labda naweza kusema hivi, kwa sasa hivi mimi nafanya kazi vizuri, yani channel yangu, yani sijui semeaje. Kwa kweli yani napata furaha. Sipati muhao, napata furaha. Yani napiga safi kama kawaida yani. Napiga comedy yangu na timu yangu nzima, mambo inakuwa ni kulamba lolo.
I love you. Jamani vipi? Bado. Acha usutwa wa hivyo. Tuko kwenye kipindi. Vipi mbona kama una usutwa? Aule madam yangu ni penzi wangu ule. Kwenye movie sio kwenye ukweli. Sasa wewe ni nini? Wewe unakuhusu wewe? Ni uso haya tuiache haya. Jamani ni kwenye movie sio kweli. Mbona swata mzuri? Swata mzuri. Kaka wale kuuliza usuto unaanza. Twende kabisa. Twende kupitia followers wako ambao walikuwa wakikufollow kupitia siku ile, kwa sababu ile channel ambayo umefanya kazi ilikuwa ishakuwa na followers wengi, viewers nyingi sana. Akira nao kama umepungua kidogo. Sijui labda kwa sababu ya upya wa nani. Uone kama hichi ni kitu ambacho unakipoteza sana. Ndio, nimepungua kivipi? Uone kama ni kitu ambacho umekipoteza, kwa sababu tukijaribu kutizama ulikuwa ukifuatiliwa na zaidi ya laki fulani za followers wa watu. Akira nao huko kwenye 1000 fulani. Uone kama ni kitu ambacho umekipoteza. Kikweli kitu ambacho nimegundua. Unajua YouTube ni kitu ambacho kiko different sana. Unajua unaweza kuwa kuna followers wadogo lakini unapata views nyingi kutokana na kazi zako. Unaelewa? Ukiangalia mimi ile channel yangu sasa hizi sikuranganyi. Akia Mungu sio kusema najisifia. Napata viewers kushinda hata ile channel ambayo ilikuwepo ya Malaki. I swear for God. Kikweli sikarai. Ule jamaa ananizidi nini? Followers kabisa, lakini kwenye viewers yuko down sana. Yeah, of course. Inajulikana hiyo kabisa. Kikweli mimi nafuatilia. Unajua mtu afuati chano. Watu wafuati chano. Aidha mafans wafuati chano. Fans anafuata yule mtu ambaye anafanya kazi. Sio na yule mtu mwenye anapendwa kabisa. Unaona? Mimi kweli nashukuru Mungu, ndio maana napenda fans zangu sana. Yeah, wananisupport sana. Na wananipatia moyo. Yaani wananifanya mimi nafika mbali kabisa. Sikuzania kama naweza kufika, kwa sababu hata followers huko unasema nimepata followers wengi sana kutokana na gisi nimetoka tumele channel ya Hero TV. Sasa na followers wengi kabisa. Nikikwambia usikaamini. Ndio maana sasa hivi mimi nafanya kazi. Nina vitu vingi niko naandaa. Nina vitu vingi kabisa, niko na vitu vingi, yani viko special kabisa, ni vitu ambavyo Burundi hapa kwa comedy hawajao kufanza. Ndio vitu ambavyo ni mwenyewe sasa hizi. Ndio maana ikifika kipindi mimi natoa kabisa kitu, watu wanaanza utafurahi sana. Pia tuweze kwenye kazi nzima hivi na maisha ya kawaida. Kwenye maisha yako ya mtaani ya kawaida, watu wanakuchukulia kama comedian ama wanakuchukulia tu kama mtu wa kawaida? Kwa sababu watu wameshanizoea niko mtu comedian, lakini sasa hizi no, kama niko labda maisha yangu ya kawaida, sawa. Kwanza mimi binafsi mwenyewe ni mtu ambaye niko kimya sana. Mimi ni mkimya kabisa, uwezo kazani hata niko comedian. Labda kwanza kwa sababu wewe ukiniona kama ni mara kwanza kuniona, lazima utacheka hata kama niko serious, kwa sababu unanizoea kuona niko naigiza kwenye comedy, unaona. Lakini kama niko maisha ya kawaida, niko serious sana kabisa. Hata wapenzi wangu anajua tu Yasoni yuko zake mkimya kabisa maisha ya kawaida. Tukijaribu kupitia kwenye hii comedy ambayo unaicheza, kipi ambacho kwenye maisha ya kawaida kinakufaidi na kipi ambacho kwenye maisha ya kawaida unaona kama kinakuudhi sana kupitia comedy yako? So kikweli kitu ambacho kinaniuzi, kwanza kitu cha kwanza huwa kinaniuzi, labda ni leo naenda kutongoza mwanamke ananiambia Yasoni kwa kurofa hivi ndivyo kura. Sasa niko serious sana kwa sababu anamisha nizoea kabisa mlengo ya comedy, unaona. Hiyo inanipatia shoki kabisa, yani. Na kitu ambacho huwa nafurahi sana, comedy imenifanya mimi najulikana. Comedy inanipatia kaugari, sawa. Comedy inanifanya mimi Yasoni nakuwa Yasoni official. Comedy mukhaba. Na comedy inanifanya Benedike ananihoji maswali. Jamani. Kujaribu kusema inaonekana kama umegusa sana sehemu ya wanawake, ndio kitu ambacho kinakuuzi. Inaonekana kwamba wewe ni playboy au? Mimi si playboy, lakini nimesema tu unajua mapenzi, kila mtu yuko mapenzi, utanganyana ni mtu wangu. Yani kinyume ya wanawake ambao wanawatongoza wanakataa. Yani hamna kingine kitu ambacho unaona kama comedy na kuharibia kwenye maisha ya kawaida. Kikweli comedy hainiharibii kabisa. Kinyume na wanawake tu ndio wanakuma. Ndio, sio kusema wananiuma, lakini for example kama hivi kuna mtu ambaye anaweza kaenda, hakuna mtu ambaye anasema sasa huyu jamaa hata kama nikimfuata anishaurie, naona kama atanishauri. Yaani watu wanakuchukulia kama wewe ni mtani tu siku zote. Hakuna mtu anashauri kukuchukulia sema labda huyu mtu ana kitu ambacho anaweza kanifaidi kwenye maisha ya kawaida. Hicho kitu akija kutokea. Kimeshatokea. Kimeshatokea. Kisi 10 hichi zaidi ya 10 na wanawake tu. No, hapana. Unajua nimekupa mfano kwa sababu unajua wanawake ni kitu ambacho huwa yani hii dunia. Sasa pesa kwa wanawake unasikia watakuwa maisha. Kwa nini hicho kitu akijai kuumiza, yani mtu asikuone serious, mtu asikuone kama ni mtu ambao una neno ambao unaweza kumshauria na kuona tu kama ni mtu wa mtani? Haijai kutokea kwa sababu kama niko too serious utasema yani kama tu niko jamaa unapindisha maneno. Mwanzo umesema ilishai kutokea kwamba yani mtu anaona kama huwezi kumshauria kitu kwa sababu ya comedy. Alafu leo unasema haijai kutokea. Inakuwaje vipi? Au bado na act? Au tuja act hapa, tuko kwenye ready. Ngoja nikwambie.
Unajua kama nimezungumza hivyo, no, labda naweza kwa mimi niko serious mimi, lakini yule mtu haoni kama niko serious. Sawa. Ndio, lakini sasa naweza nikamuelewesha kama haelewi, basi nasema huyu ndio hayuko serious, sio mimi tena. Ya kwa sababu sasa hivi niko serious, siko comedy. Ya lakini niko kwenye kazi ya comedy, unaona huyu anaiti kabisa. Au labda kwenye masuala yenyewe ya chana kiki, labda hujawahi kuenda kujitambulisha kwa mwanamke. Jamani nakwambia hivi, mimi mwanaume kabisa. Tena mwanaume aliyekomaa, aliyekuwa na misuli kabisa. Kama uko mwanamke sawa sawa, mtafute nitakuonesha. Ni yaje ya Sony official. For example labda kwa unajitoa mwanamke anakupeleka kwao ambaye mnapendana naye. Vipi unaona kama haiwezi kukuletea madhara yote au hajawahi kutokea? No, isha kutokea kabisa kwa sababu familia yako na mwanamke akasema huyu anampeleka wapi anakutania. Unajua hayo sio comedy tu, sio comedy tu. Hata wasanii waimbaji. Labda haijawahi kukukosti kupitia kazi yako. No, mimi hajali cost, lakini nikiona mwenye upande wa hivyo unasikia sio kila unajua kuna zingine familia sawa, zikisikia tu mtu ambaye ni msanii, ni comedian sawa, ni mwimbaji sijui kidogo mtu nani magospel hivi kwa sababu ni mtu vitu ya Mungu, lakini mwimbaji na mtu mcheza films ni watu ambao huwa hawakubariki kabisa na familia nyingi sana za wanawake. Kwa sababu gani? Okay, so mwanamke amekupenda, amependana kweli sawa, anasema sasa kuchukue aende kupresent nyumbani kwao. I swear fungani na kuapia kwa nini Mwenyezi Mungu. Mzee baba, sidhani kwamba familia kama unakujua Bendrika ni msanii, Bendrika anafanya kazi ya interview, ake Mungu kupatia mwanamke. Kwani unahisi kwa sababu gani? Wanahisi labda nyinyi na wanawake wengi. Wanahisi nyinyi mnaonekana sana. Hapana, sisi nyinyi. Ndio hata wewe si msanii. Na mimi naongelea wewe, sijaongelea mimi. Ndio upata mfano. Sasa unajua sasa wasanii sikudanganya bro. Yaani ni watu ambao huwa hawakubaliki kabisa na familia za wanawake. Ndio kwa sababu huyu anakudanganya, huyu ni msanii na wanawake wengi, unaona vitu vingi unaona. Sasa ndio bwana mimi sasa nakwenda kuzangu kimya hivi. Hicho kitu akikume. No, akija kutokea lakini najua kipo, najua tu kabisa. Yaani kwa hizo familia unaweza kutoa ushauri gani? Mimi naweza kusema labda unajua mapenzi hayachagui jamani. Mapenzi hayachagui kweli. Mtu kama amependa unaona. Sasa kama wewe na sasa zingine wanaofia kuona sometimes unacheza na mwanamke unamgusagusa, unacheza nao unamgusagusa, wanafikiria labda wale wanawake wote ndio. Kwa nini msije mka active vitu mnabaki tu na mwanamke mmoja unajua mwanamke mmoja haiwezekani kwa sababu ngoja kwanza umoja kwa mapenzi aidha kwa kazi. Yaani umoja kwa kazi, yani kusudi watu waseme labda hata kama ana act na mwanamke mmoja. Unajua nikwambia kitu Bendrik. Ukisema hivyo sawa, ukisema hivyo unajua kuna wanawake wana vipaji vya kucheza. Sasa utaka mtu una mmoja tu, ilifo uchange sawa, umiliki wengine labda wafanye wewe juu wafahamike kikazi. Ndio bado sisi tuna change. Hata change kuulize, ushawahi kumtamani mwanamke ambaye mnacheza naye? Haijawahi kutokea. Unahisi kwa sababu gani haijawahi kutokea? Kwa sababu ninajua kama tunafanya kazi. Na sasa kama inaweza katokea. Hajui hata kutongoza mwanamke ambaye unafanya naye kazi. Yaani haijawahi kutokea siku moja. Sisi itatokea siku. Mwanamke ambaye anafanya naye kazi haijawahi kutongoza wewe. Mwenye unafanya naye kazi? Labda kunitamani kidogo tu. Wakati anakutamani alikuambiaje? Hajaniambia kitu lakini nako vile anatamani vile nini. Ulionaje kama anakutamani akata hajakwambia? Ni kama na umemtamani. Unajua nikwambia kitu. Mtu unamuonaga tu. Bendrik, I swear na mtu unamuonaga tu. Kwa sababu gani? Mimi kwa sababu niko kikazi, sawa. Kama hivi mimi niko mimi ni director, sawa. Mimi ni labda sema ni kuna watu ambao nasimamia, unaona. Siwezi nikatamani wanawake ambao najua mimi na wafanya wajulikane, sawa. Labda atasema Yasoni kumbe yuko hivyo, unaona. Lakini mimi mtu ambaye huwa na kuweka kwenye kazi, tunafanya kazi afu vingine ni shauri yako. Vipi una mwanamke unapendana naye? Mimi mwanamke ninayependana naye kwa sasa ndio ni naye. Bwana hatujui kuona hata posta siku moja. Bado hajaniruhusu ni post, lakini siku taniruhusu ni post nda post. Mwanamke hajakuruhusu. Mwanamke hajakuruhusu post ama wewe ndo bado hajajiruhusu? Mwanamke hajaniruhusu kwa sababu kile sombe baby niko post. Bana mimi sitaki Kwa sasa una ex wangapi? Mimi ma ex jamani. Mimi sina ex hata mmoja. Toka nizaliwe. Niko na yeye tu mmoja, sina wengine. Maana yake inaonekana ndo mwanamke wa kwanza unapendana naye. Na ndo wa kwanza. Ndio nitaoa Mungu akijalia. Vipi hujawahi hata kuomba chuchu? Chuchu. Kuomba chuchu. Jamani kuomba chuchu hiyo. Chuchu ndo nini Bendrik? Nakuuliza tu kwa sababu inaonekana wewe si msanii. Kuna vitu ambavyo mnaviact kwenye movie huko unaombaomba. Vile vitu ambavyo unaviombaomba haujawahi hata kuviomba wewe mwanamke wako. Kuomba chuchu. Kuomba chuchu nishajaribu. Lakini kwaje? Nikwambie nishajaribu kuomba chuchu. Sawa? Nilipoomba chuchu.
unajua nini amenijibia? Yaso uvuga umpede ubikora gute? Haijakuma. Haijaniuma, nimecheka tu nikasema Walikupa hajakupa. Ngoja, nikasema basi siku moja ujaribu. Basi hivi ndio iko naangalia sana za kujaribu. Magic. Yajenda. Tunafurahi. Kama kawaida tunazidi kufurahi kuongea na jamaa. Inakuwaje? Vipi hizi kazi zako za hapo una act huku una act huku una act? Uoni kama labda unakuwa unakosa muda wa kuweza kufanya kazi kwenye Yasoni official, unajikuta umejibana sana kwenye hizi zingine dili? Unajua sasa mimi ninasema labda nimeshaamua kwa sababu nisha sign kabisa na kwa Mungu. Comedy ndo labda ndo kitu ambacho mimi nimejisikia kufanya. Ndio maana niko tayari kujitolea. Nafanya pote tena vinakubali. Kwangu nafanya, huku nafanya, pote nafanya kabisa. Kwa sababu nakini njejwe gukora. Ndakora cyane kandi ndabyitaho cyane ndabikunda. Napenda sana comedy ndio maana mimi nafanya kazi. Vipi kama mtu anataka kufanya featuring nawe ya comedy, kunahitajika nini? Kunaomba kuongea na nani? Kunaomba kupita njia gani mikataba? Kweli kuongea lazima tuongee na mimi tu kwa sababu je nditwara ndigenga. Of course ndigenga. Unakuja tu, you can call me, namba yangu ndaweka hapo. Niweka kusema kwa Kiswahili, kwa Kirundi. Kwa Kiswahili, kwa Kifaransa. Warundi wengi, tatizo nimeona kwa Warundi. Yaani Warundi ni watu ambao nimeona mara nyingi ukimwambia nipe namba zako. Hata unaweza kupawa Kirundi. Septanef hapo sasa. Kwa nini? Ongea Kirundi chako, Kiswahili chako. Mpatie basi kwa Kirundi kama Kiswahili. Kwa Kiswahili, kwa Kirundi. Lakini kisio wanazoea wapatie tu kwa Kifaransa. Kwa Kifaransa. Okay, numéro zanje ni 62 143 803. 62 143 803. Kwa Kirundi. Mirongi 22 ijana na 23 amajana 8 na 3. Aka nakateshaga sana mbajaji seri. Akamboga nipendaga. Kwa Kiingereza namba. Kwa Kiingereza? Okay, 62. Sawa. 1 4 3 8 03. Zote ziunganishe zote. Kama sema sawa Sunday, sema hivyo tusikie. Bedrike. Jamani. Uko anchokoza. Jamani ona hapo nimefeli. Sijui Kiingereza. Ameweka namba zake jamaa, mtazidi kumtafuta pale kuweza kufanya naye kazi. Yasoni tusiwezi kuwa tuwafadhili hata tuseme asante sana kwa kuweza kutupatia na muda kama huyu, kufuatilia Samy-well TV. Ni TV ambayo inafanya vizuri, inatafuta watu wenye vipaji sana, watu ambao wanafanya vizuri kwa industry nzima. Labda kama kuna neno ambao unaweza kawaambia wapenzi wa Samy-well TV na wapenzi wa Yasoni official. Kikweli Samy-well TV ningependa kuambia labda tufanye subscribe kabisa, tusupportane sisi wenyewe, tupendane. Unajua sisi Warundi tuna vipaji vingi lakini tunakosa watu ambao kutusupport yani, unaona. Tuna kazi, tunajua kazi, sawa, afu tunajituma sana. Kikweli nyinyi wafanzi wa Samy-well TV, kama hujafanya subscribe jamani, piga subscribe, sawa? Weka subscribe, uwe rafiki wa hii TV kabisa, Samy-well TV. Na usisahau kwenda kwa Yasoni official, piga subscribe jamani, tukiteze mbele. Dukunda byiwacu. Tabesha none. Nimuka rafiki yangu. Wapenzi watazamaji ambao mnafuatilia Samy-well TV, it was Bendri kwenye mic nzima pamoja na Yasoni, Yahaya kupitia kwenye Yasoni official kama kawaida. Haya, unaishi wapi? Au vipi? Unazidi kufuatilia Samy-well TV, bado hujafanya subscribe jamaa amekwambia fanya subscribe, mwambie na mwenzio, fanya share, weka comment pale, weka like, dislike, safi kama kawaida. Inakuwaje? Brother. Kitu kingine. So ndaki ya mdomo kama kawaida. Na nani yangu nitaitoa vuba ya comedy anje ya Kung Fu Master. Part 1 ya vuye sibyo. Ubu rero part 2 iraje vuba. Itakuwa mambo itakuwa ni baya. Ndio ifanye bibi bitunguru na masereri. Mambo itakuwa ni kulamba lolo. Na
arafise serie kwa kina inaitwa Kung Fu Master. Ni kamini serie. Kwa kina kitwa Kung Fu Master iko fresh. Pita kwenye ya Sony official utaweza kuijua na video nyingi sana za jamaa. So tutaziona kwenye kama kawaida official ya Sony kama kawaida. Mzee baba. Kwa sababu wewe ni jamaa wa kuact kama ni kukisi ama ni kupe chance? Jamani usinikisi, nipe chance tu. Haya, asante baba.